In the name of Jesus Christ, may your power go. Ili Bwana tukasikie vile Roho anavyonena na makanisa. Ili Bwana tunakusikia wewe Bwana usiku wa leo. Bwana ninakuita, achilia Roho Mtakatifu Bwana ukatembee katika neno lako. Tembea katika neno lako Bwana na kutenda makuu. Tembea katika neno lako Bwana na kuponya. Tembea katika neno lako Bwana. Bwana na kubariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana tembea katika neno lako Baba. Ninakuita Bwana ukaongezeke katika hili nyumba. Bwana nasi tukapungue katika jina la Yesu. Ongezeka katika neno Bwana. Nami Bwana nikapungue my Father. God, I bless your name. I am nothing without your power. I am nothing without your presence. I am nothing, Lord, without you. God, I need you, my Father. Bwana ninakuhitaji. Ninapokwenda kulinena neno lako Bwana, achilia mafuta yako Bwana, achilia nguvu zako Bwana zikatawale. Napinga kila sauti inayosimama kinyume na neno lako Baba yangu. May your wisdom, Lord, and knowledge be upon me in the name of Jesus. May your knowledge and wisdom be upon everybody right now. In the mighty name of Jesus. Mahali ulipo Bwana najua unatenda maajabu. Na Bwana uko hapa Bwana kutenda mema kwa ajili ya watu wako. Kila sifa Bwana, imejiwa Baba na ukatukuzwe. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru.
Amen. Somebody celebrate Jesus tonight. Amen. Amen. Pia Yesu tu makofi mazuri. Pia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Somebody celebrate Jesus tonight. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeah. Ni kitu gani chenye kitafanya macho yetu ya rohoni kufunguliwa? Ni kitu gani ambacho kitafanya macho yetu ya rohoni kufunguliwa? Kwa sababu lazima watu wafunguliwe macho ya rohoni. God is spirit, and we say that those who worship him must worship him in spirit and in truth. Hallelujah. Na kwa hivyo nataka tuone what can make our eyes to be opened. What can make our spiritual eyes to be opened. Kwa sababu ni watu wengi wamekaa katika makanisa na hawajajua ni kitu gani kile ambacho kinafanya macho yao ya rohoni yafunguliwe. We have many worshipers in the church, lakini hawajui ni kitu gani kile ambacho kitawafanya wafunguliwe macho ya rohoni. Na kwa hiyo kitu cha kwanza kile nitaanza nacho ni kunyenyekea. Kunyenyekea kutafanya ufunguliwe macho ya rohoni. Kwa hivyo watu wamekosa macho ya rohoni kwa sababu ya kukosa kunyenyekea. Watu wengi wamekosa macho ya rohoni, wamekosa kunyenyekea. Bwana asifiwe. Utaona ya kwamba Abrahamu na Sarai, tunajua ya kwamba Sarai alikuwa mke wake Abrahamu, na Sarai alikuwa amefungwa tumbo asiweze kuzaa. Mungu alikuwa amemfunga tumbo yake asiweze kuzaa. Na basi Sarai akaambia Abrahamu amuingilie ajiri mjakazi wake at least waweze kupata mtoto. Hiyo ni in the book of Genesis 16. Biblia husema ya kwamba wakati ambapo alimuingilia alipata mimba. Lakini tunaona ya kwamba baada ya kupata mimba alianza kuona Sarai ni duni. Akaanza kudharau Sarai. Akapatwa na kile kitu tunakiita kiburi. Naye Sarai akaanza kumtesa. Basi wakati ambapo aliteswa, alikimbia mateso. Na ikafika mahali malaika wa Mungu akamtokea akamuuliza, unaenda wapi? Unatoka wapi? Akamwambia kwamba Sarai bibi yangu ananitesa. Kwa hiyo malaika akamwambia, rudi ukanyenyekee. Bwana asifiwe. Rudi ukanyenyekee. Kwa nini Mungu alimwambia rudi ukanyenyekee? Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya Hajiri. Na wakati ambapo anakimbia mateso akiwezi kutoka vizuri. Kuna vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yetu, lakini tusiponyenyekea hatuwezi kuwa kitu. Hizo unaona watu wanasema wameokoka, wana Mungu, lakini kile ambacho wamekosa ni kunyenyekea. Kwa hiyo ilimbidi Hajiri aende anyenyekee, angoje miezi 9 iishe ili kile kiko ndani yake kionekane. Na hicho ndicho kitu ambacho kimekosekana kwa kanisa. Watu wamekosa kunyenyekea, they don't want to wait. Watu wanakimbia mateso kwa sababu ya shida, wanasema mimi afadhali nikimbie, siwezi kufaulu kwa hiyo kanisa. Huyo ni mtu ambaye hawezi kuwa kitu. Kwa hiyo lazima tujifunze jinsi ya kunyenyekea kwa watumishi wa Mungu, kwa sababu we hear the voice of the Lord from the men of God. We hear the voice from the men of God. So if we cannot be humble, hawezi kuwa kile Mungu alikuumba kuwa.
another hand, the man of God Peter said that huu ni mwezi wa sita. Kwa hiyo kuna kitu ambacho umebeba, because it is a month. Kuna kitu ambacho umebeba, yes, but you must wait until 9 months are over. Lazima ungoje mpaka miezi 9 iishe ili kile kiko ndani yako kionekane. Kwa hiyo Hajiri angekimbia, inamaanisha hata kama angezaa ingekuwa sawa. Haleluya. Kwa hiyo kumaanisha kuna watu ambao wanaopata mimba wanapatwa na kiburi. Na nakwambia ya kwamba mimba inaweza ikatoka. Mimba inaweza ikatoka. Unabaki ukisema nilipata, kuna mahali nilienda nikaomba sana muujiza ukafanyika, lakini kama hautakaa kwa kunyenyekea, utabaki ukisema there is something that kumbe ilikuwa deleted. Hallelujah. Ili kuja kutoka. Kwa hiyo there is a process until ukuje ushike mtoto kwa mkono wako. Useme kweli, huyu nimembeba, nimepitia kwa shida, nimemtumikia Mungu. Hata kama watu wanasemaje, nimemtumikia Mungu mpaka nikakuja kushike kile ambacho Mungu aliniahidi, because we are the people of the promise. Sisi ni watu wa ahadi. Lakini ndio ile tufikie katika ahadi ambayo Mungu ametuahidi, lazima tujifunze kunyenyekea. Mpaka wakati ufike ubebe na mkono wako, uko na ushuhuda na kile ambacho unasema. Kama unasema Mungu, watu waone kweli. You are talking the truth. They can see God in you. Huo wakati utafika uanze kusema I can see God in you my brother. I can see God in you sister. Huo ni wakati ambapo umevumilia mpaka miezi 9 ikaisha. Kuna kunyenyekea, acheni kukimbia mateso. So nataka tusome kwa ufupi katika kitabu cha Wafalme wa Pili. There is a story there. Nataka tuangalie Wafalme wa Pili chapter number 2 verse number 7. Tutaanza hapo kuteremka. Biblia inasema basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama. Wakasemaje? Wakasimama kuwakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Eliya akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu, underline that sentence, Biblia inasema na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yako. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata. La, huku niona unipati. The line hiyo sentence. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto likawatenga wale wawili, na Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, na Elisha akaona akalia. Pigia mstari, akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimuone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili, kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani, akalitoa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Naye alipoyapiga maji yakagawanyika huku na huku. Elisha akavuka, na hao wana wa manabii waliokuweko Yeriko wakamkabili. Walipomuona walisema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifundifundi mbele zake, wakamwambia, angalia, wako hapa pamoja nasi watu wetu. Tufike hapo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii ni story ambayo kila mtu anajua. Story ya Elisha na Elijah.
Kwa hivyo Elisha alikuwa anamfuata Elijah. Na nataka uone pale kulikuwa na wana wa manabii walikuwa pale, the sons of prophets, so they were there. Na Biblia inasema ya kwamba akamfuata. Tunaona ya kwamba bado anamfuata. Ikafika mahali Elia anamwambia baki, kwa sababu Elia anajua anaondolewa, lakini yeye hataki kubaki. Huyu ni mtu ambaye ananyenyekea. Haijalishi ni kitu gani ambacho wana wa manabii wanasema. Wana wa manabii wanamwambia ya kwamba ataondolewa leo, lakini anawaambia nyamazeni, ninajua. Huyu ni mtu ambaye anajua kile ambacho anafanya. The Bible says those who know their God, wale ambao wamjuao Mungu wao watakuwa na nguvu. They will be strong and they will do exploits. These are people who know their God. They don't listen to the people. They don't listen to the world. Hawasikizi dunia. Kwenye wakati ambapo tunasikiza dunia, wapendwa, tutakosa kunyenyekea. Watu watakwambia kimbia kwa hiyo kanisa, toka kwa Mungu, kwa sababu unapitia kwa shida na bado unasema umeokoka. Usikimbie mateso. You need to humble yourself. Unahitaji kunyenyekea, ukijua ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu. There is something that God has put in my life. I must be what God created me to be. Hao ni watu ambao wamenyenyekea, watu ambao hawataki kusikiza, kwa sababu the sons of prophets ni watu walikuwa wanafunzwa, lakini kile ambacho walikuwa wamekosa ni macho ya rohoni. Amen. Kile ambacho walikuwa wamekosa. Kwa hiyo tofauti yako na watu wa dunia, the opening of your spiritual eyes. That is why the Bible says where there is no vision, people perish. Pasipo maono, watu wacha kujizuia. Mtu jizuia akiwa na maono, yatatoka wapi kama sio? Kwa hiyo lazima watu wafunguliwe macho. Kanisa ifunguliwe macho, ikuwe na uwezo wa kuona mbali, kama Elisha anafuata Elijah akijua ya kwamba at the end I will receive the double portion. I want to receive. I don't know how many people they are expecting something from God tonight. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Don't be like the sons of prophets. Wale ambao walikuwa kazi yao ni kukaa tu na kuwa na maneno mengi. They don't want to act. There are people who know the word very well. Kuna watu wanajua neno, but they don't want to do what the word says. Hawataki kufanya vile ambavyo neno linasema. Wanataka tu waseme tumeokoka, sisi kazi yetu ni kukaa hapa, lakini hawasomi neno la Mungu. They don't want to do. Lakini Elisha anajua ya kwamba I need double portion. I don't need to listen to the sons of prophets. I will humble myself before this man. Nimekuja kukuambia baada ya kunyenyekea kuna kuinuliwa na Mungu. Baada ya kunyenyekea kuna kuinuliwa na Mungu. Wapendwa, usiangalie changamoto, usiangalie shida ambayo unayopitia. Palipo kunyenyekea pana kuinuliwa, na hii inakuja baada ya kunyenyekea unainuliwa na Mungu, kama vile Elisha aliinuliwa. Bado tu anaendelea. Tulizungumzia kuhusu kupanda. Bado tu anapanda akijua kuna siku ambayo nitavuna kile ambacho ninataka. Na wa manabii wako pale, kazi yao ni kusema leo hii. There are people who are there in the crusade ambao wanasema ngoja tuone. Wanakani kama wanajua sana. They are acting as the sons of prophets, kama wana wa manabii, kwa sababu mimi nikiangalia ninaona ni kama walikuwa wanajua sana, because they are the sons of. Kuna watu ambao wanaweza kuabudu Mungu kwa sababu ya vile ambavyo wanaitanishwa. Si mimi nimesoma, I don't need to see God. Who told you that? Si mimi nina pesa, niko na kila kitu, hakuna haja nitafute Mungu. Kuna watu wa aina hiyo kanisani. They only come to worship God on Sunday peke yake. They are there. Those ones are the sons of prophets nowadays. They are the sons of prophets. Lakini tunaona ya kwamba Elisha baada ya kunyenyekea wakavuka. Wakavuka.
Elijah akamwangalia akamwambia, sasa niambie kile ambacho unataka nikupatie. Unataka nini? Huyo ni mtu ambaye hakunyamaza afikirie. Kuna watu wanakuja kanisani, they don't expect something from God. Mungu akikuuliza unataka nini, unaanza kufikiria. Ni kama sina pesa. Kumaanisha hujapanda. Ukipanda utajua ni nini ambacho umepanda. Nimekuwa nikiomba Mungu anipe hiki. Kwa hivyo akikuuliza unataka nikufanyie nini, utasema haraka, ninataka pesa, nataka karo, nataka Mungu nifanyie. Kwa hivyo Mungu hatachelewa kufanya, kwa sababu number 1 umepanda. Na kuna watu wanataka na hawapandi. They cannot receive anything from God. They cannot. Let me tell you the truth. They cannot receive anything from God. Hawezi kupokea. Yule ambaye anapanda, ukipanda mahindi usigojee. Ukipanda mahindi, ngojea tu mahindi. Mungu aliuliza Bartimayo, mwana wa Timayo, unataka nikufanyie nini? Ninataka kuona. Huyo sio mtu ambaye kazi yake ni kukaa. Huyo ni mtu ambaye alikaa akiomba. Bado watu wanamkemea. Lazima nakwambia usikimbie mateso. Ukiwa katika hayo mateso, ita Bwana. Ambia Mungu, mimi nimekuja katika hii changamoto, ni wewe ninataka. Haijalishi watu wanasema nini. Watu wanamkemea Bartimayo, mwana wa Timayo, eti ni kwa sababu haoni. Yeye ni kipofu, mwombaji, hata hana kitu. Lakini kile kitu ambacho walimsaidia tu ni mavazi ya kuvaa. Watu hakuna kitu ambao wanaweza kukusaidia nacho, ila tu mavazi ya kukuvika. Wanakuambia wewe hakuna kitu naweza kupokea. Wewe tunakujua, kazi wewe utakuwa nakaa hapo. Lakini nimekuja kukuambia uko katika hiyo changamoto, call upon God. Ita Mungu kwa hiyo shida. Mungu anasikia. Acheni kukimbia mateso. Miezi 9 bado haijaisha. Acheni kukimbia mateso. Miezi 9 haijaisha. Pia hapo. Mimi ni mwimbaji mkubwa. Kuna level inataka nifike. Pia hapo. I'm a good preacher. Be happy. We have ourselves listening to the men of God. Elisha is humble, listening to Elijah. I don't know. You are saying you're humble, even you cannot obey your pastor. You need to obey the man of God. You need to obey because you need something. That is where we hear the voice of the Lord. Hawezi kusikia sauti ya Mungu ukiwa umelala. What you need is you go and listen to what the man of God is saying. I need that double portion. How can I get it? Huwezi kuiona tu kwa kuketi. You must follow like Elijah. Following. There is something that you need. Sifuati. Ukiona ninafuata, jua kuna kile ambacho ninahitaji. Ukiona mtu ameacha kufuata, hakuna kitu anahitaji. Hata kama anaomba sana na hafuati, hakuna kitu. Lakini ukiona ninafuata kama Elisha, hata kama ni siku 40 nikifuata, hata kama ni miaka 10 nikifuata, at the end I will receive the double portion. So anamwambia ya kwamba unahitaji nini? I need the double portion of your spirit. Anamwambia kwamba kile kitu ambacho umeitisha ni kigumu. Unaona? Elijah anamwambia ni kigumu kwa sababu Elijah anajua hii ni mambo ya rohoni. Kuna watu wanacheza na wanaona mambo ya rohoni ni mambo ya hivi tu. Sio rahisi. Kuna jirani mwambie sio rahisi. Sio rahisi vile ambavyo unavyofikiria. Lazima uombe na kufunga. You must pray. Praying and fasting. Omba sio rahisi. Sacrifice yourself. Elisha, before afuata Elijah, alikatakata ng'ombe zake, akaacha vitu zake, akamfuata Elijah. Watu wakaanza kumuona ni mjinga. Kile ambacho wanafanya ni bado tu insowing. Huyu jamaa
sacrificing himself because he needs something. Tunaweza kupata watu wepi kanisani, vijana ambao wanasema I need a double portion. There is something that I need. We will meet here, we fast and pray. It doesn't matter what people are saying. It doesn't matter the challenges. Call on God. Call God. Hallelujah. Sasa anamwambia ukiona nikitolewa. Unaona venye anamwambia nataka uone hapa hivi. Anamwambia ukiniona nikiondolewa utalipata. Unajua venye inamaanisha? Kwa hiyo chenye Mungu anaangalia, chenye Elijah anaangalia kwa huyo mtu ni anajua tu siri ni macho ya rohoni. Kwa hiyo ndio macho yako ya rohoni yafunguke. Kitu cha kwanza kufanya, you must sacrifice yourself. Lazima ufuate. Oneleni mbinguni tomelo. Hata kama Bartimayo hana macho, ako na mdomo wa kuitana. Hata kama Bartimayo haoni, hata kama amevikwa mavazi, ako na uwezo wa kuitana. Usiangalie eti mimi sina macho, sitaitana. Ita Mungu. Bartimayo aliitana, akaitana, watu wakamkemea. Akaitana, watu wakamkemea. Na bado wakaitana, hakuchoka. Wakati ambapo aliitana, Yesu akasikia, akamwambia mwite. Wale ambao walikuwa wanamkemea wakamgeukia. I want you to see this. When your eyes are opened, next thing it is doing exploits. Kile ambacho kinafuatilia ni kutenda mambo makuu. Kwa hiyo macho ya Elisha yalipofunguliwa, he received it. Kwa hiyo alimwambia ukiniona, ni sawa. Nikikuona, yes. Kwa hiyo inamaanisha he is alert because he went to see something. That is why we say that we don't need to sleep in spirit. We need to be alert. Because at the end, at the end of the 9 months, there is something that I need. I need to be alert. I need to be alert. So this guy is alert. Naye Mungu akaangalia hapa. This guy, huyu mtu ambaye amejinyima. Kwa hiyo Mungu, naye ni Mungu wa huruma, akamfungua macho ya rohoni. Akasema kasi. Akaanza kulia. Ameona the chariots. Anaona farasi. Wewe mtu ambaye amefunguliwa macho yake. Watu wako wapi kanisani ambao wako na uwezo wa kusema I can see? Watatoka wapi ambao wako na uwezo wa kusema ninaweza kuona? Watu wa aina hiyo watatoka wapi kama hawatanyenyekea kwanza? Kama watanyenyekea kwanza, watatoka wapi? Aliposhika ile vazi, Mungu amemfungua macho. Wana wa manabii wako upande huu mwingine. Wajua ya kwamba Elisha na Elijah walivuka kwanza, wale wengine wamebaki. Kwa hiyo bado wanamwangalia na kuambia kwamba kuna watu ambao wanamwangalia waone anasema ameokoka. Wacha tuone tumempa miezi ngapi. Wacha tumpatie tu siku chache tu. Kaona huo wokovu wake. Waliangalia the life of Samson. Lakini sasa ubaya wa Samson, macho yake hayakufunguliwa kama vile nakuambia. Macho yake hayakufunguliwa. Kwa hiyo walikana the Philistines. Wasema tutaona. Si kuna Delila ambaye ni mzuri kwa hivyo tutaangalia. Ubaya wake, macho yake hayakufunguliwa. No waja umotangie na mendo kutima bingwe. Kuna watu ambao wanasema let us wait. Si alienda shule. Let us wait. Wamekupangia masiku nzuri. They want to kill your dream. Wamekupangia mzuri, wanasema wacha tuone, kama vile wana wa manabii. Walikaa hivi wakaangalia, wakaona Elisha amepokea vazi. Kile ambacho kilifuatilia kwa Elijah ni kubeba lile vazi na kuguza maji. Kiwucha si amebaka kanisa kwa sababu matena uone. Ando mata bingu temelo. That is why kwa kanisa kuna maji yamezuia watu kuvuka. Watu 100
wanakosa kuabudu Mungu ndani ya roho na kweli. Kuna mtu ambao uko hapo, if you want to go to the other side, your eyes must be opened. Your eyes must be opened. Alipoliguza lile macho, kwa hiyo nimekuambia ya kwamba baada ya kufunguliwa macho, kinachofuatilia ni kutenda mambo makuu. Sio kwenda tu kusema those who know their God, they shall be strong and they shall do exploits. How comes if you cannot be humble? So we start by being humble. After being humble, God will open our spiritual eyes. Then the next thing that will follow is doing exploits. People can stand up in the church and say we are not going to be shaken by the world. People can say, mimi sitatingishwa na ulimwengu, nitasimama kama Elisha, nitasimama mpaka nipokee the double portion. Watu wa aina hiyo wako wapi ambao wanaweza kusimama? Na wale ambao wanaitwa wana wa manabii, wanakaa kujua sana. Ukiona wakiitwa wana wa manabii, usiwachezee. So those guys walikuja mbele ya Elisha, wakaanguka mbele sana. Amen. People will respect your God after being humble. Hakuna haja ya kusema Mungu, but God in you. We cannot respect. People must respect the anointing. If you are anointed, people must respect. Kuna watu ambao wakifika mahali wakipata watu wanaongea matope, hata hawezi kusimama, wanaongezea. But people know their God. People have humbled themselves. Kuna vitu wamepokea kutoka kwa watumishi wa Mungu. Kuna vitu ambavyo wamepokea hapa kwa hii madhabahu tu. Kwa hiyo wakienda huko wako na uwezo wa kufika mahali wanyamazi. Au sio watu wa kuchezewa. Hallelujah. I want to finish by talking about faith. Kitu cha pili ni imani. Naongea tu vitu viwili. Na hizo vitu viwili zinaweza kukusaidia mwaka mzima. Hizo vitu viwili tu. Za jana mbili. Ungeuzwa. That is the renewal of your mind. We say number 2, opening of your spiritual eyes. So leo tumezungumzia kuhusu ni kitu gani ambacho kitafanya wewe macho yako yafunguliwe kiroho. Tukaanza number 1 by saying what? By talking about being humble. So number 2, it is faith. Having faith. Kwa hiyo Bartimayo baada ya kuponya, baada ya wale watu kumgeukia, na inaweza kuwa the sons of prophet walikuwa pale, si ndio? Inaweza kuwa tu hapo. The sons of prophet. Kuna watu ambao ni wakubwa. Bado walikuwa pale, maybe walimsaidia na pesa, but money haikumsaidia. Pesa ingemsaidia, kile ambacho kingemsaidia Yesu. Kwa hiyo alikuwa anakaa kando ya barabara. Biblia inasema akasikia Yesu anapita. Kwa hivyo tunasikia imani kutoka wapi? Imani kutoka kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. So consider what you hear. The Bible says, is it in the book of Mark? Say that consider what you hear. Kwa sababu kila ambacho unachosikiza, it is either builds your faith ama ina destroy. Unaona? Baada ya Petero kukanyaga ya kuitwa na Yesu, kunja ni mimi, akakanyaga ile kuona na kusikia mawimbi yakipiga kelele, ile kuona tu makelele, akaanza kusing. So consider what you hear, because kile ambacho unasikia ni lazima akiondoe ama kichenge imani yako. Kwa hiyo imani ya Bartimayo inajengeka.
ikajengeka. Wakati ambapo alijengeka akazidi kuitana. Kwa hivyo kama imani yako haijajengeka mpendwa, hauwezi kuitana. That is why tuko na watu ambao wanasema wameokoka lakini hawawezi kufunga na kuomba. Wamekula kutoka Januari mpaka Disemba, kile kitu ambacho wamekosa ni kujengeka kwa imani, kwa sababu vile vitu ambavyo wamekuwa wakisikiza haviwezi kuwafanya wakuwe na uwezo wa kuwa na imani. Somebody celebrate Jesus. Hawana imani. So consider what you hear. The Bible says, Bartimayo akazidi kuitana, watu wanamkemea. Lakini wakati ambapo aliitwa na Yesu, aliacha lile vazi. Kwa hivyo wakati Yesu amekuita, lazima uache mavazi ya usherati, mavazi ya kudanganya, lazima uache. Kwa sababu kwanza, ni nani yule ambaye amekuita? Ukiona mtu bado anaabudu, lakini behind his worship kuna vitu ambavyo anafanya, jua ya kwamba jua ya kwamba wewe ni mtu ambaye hajaacha mavazi. Hata kama ni watu wengi wamehubiriwa mpaka kwa crusade, wanasikia mpaka hapa, hata saa hii wanasikia the gospel, lakini hawawezi kuacha mavazi. Hata kama watu wanashangiliwa, yes, that word is mine, but you must live. Lazima uache mavazi ili uone Mungu. Aliacha mavazi, but I go when I am naked. Bali kukaa pale kwa shida. Wacha niite Mungu wakati huu. Mungu tu anaweza kuitika kuliko tu kusema nimeokoka na sioni Mungu. Basi Bartimayo akazidi kuitana. Yesu akasikia. Yesu anasikia wakati upi? Wakati ambapo you go an extra mile. Watu wanakunyamazisha, but you go an extra mile. Wananyamazisha kuomba kwa sababu ya siku 2, au fast 4 days. Kuna watu wakiongea, ninakuja kanisani, ninaomba, lakini watu wanaona wenye anaomba sana, ako na shida. Anaona continue. Wacha iongezeke. Wacha moto uongezeke. Vitu vitaanza kutoka. Wakati waliongeza moto, wakati wa Paulo, nyoka lilitoka. Vitu zingine haviwezi kutoka kanisani, ndio unless ule moto umeongezewa. Ule moto umeongezewa kwa roho, si kwa mwili. Kwa nini? Kwa roho Mtakatifu. Chunguze jirani, mwambie tafadhali usilale. Tafadhali. Unaona venye nimesema tafadhali? Kumaanisha ninakuhurumia. Kumaanisha ninakufanya nini? Ninakuhurumia. You cannot sleep in the presence of God. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo, wapendwa, imani ndio inatufanya tukue firm in the salvation. Sasa wakati ambapo aliitwa, aliulizwa unataka nikufanyie nini? Ninataka kuona. Ni watu wengi wanataka kuona kama mimi. Watu wengine wameinua mikono wakati wameona wengine. Wakati umeona wengine ndio unasema hata mimi. Let me tell you something. That we need to see. Tunahitaji kuwa na macho ya kiroho. Anasifiwe. Anasema ninataka kuona. There are people who are blind in the church. They need to see. Na tulisema ni kwa kuomba na kusoma neno la Mungu. That is how we saw. Kwa hivyo Bartimayo akiuliza unataka nikufanyie nini? Hakung'ang'ana. Alijua ya kwamba kile ambacho nilipanda, kwa hivyo nilipanda, na tunakwambia kwamba tunapanda asubuhi, tunapanda mchana, tunapanda usiku, kila wakati tunapanda, kila wakati tunaomba. Hata watu wakisema kwani amekuwa mtu wa kuomba namna gani? Waambie ninaomba, ninapanda kila siku. Wakati wa kuvuna unawadia. Kwenye wakati wa kuvuna kwa Bartimayo umefika. Anasema ninataka kuona. Sio tu Mungu ajui shida zako, hata kusema God knows my problems. No, even if he knows. Nilikwambia kile mtu amepanda ndicho atavuna. Na this is a principle yenye watu wengi wamekosa.
wakina mabana nicho bigata nicho mwikeza Mungu yeye akushensi mwana wokwenda ngani. Hallelujah. Amen. Wanena kwa Uganda makoni kuma atiti in the name of Jesus. If they have not invested in the name, it will not work. It is like people who have accounts. I have an account. You have an account. My account have 3 shillings. Your account has 500,000. Kwa hiyo ukitembea mahali kuna magari makubwa, you don't fear. Lakini mtu ambaye akaunti yake kwa shilingi 3, hata akipitia pale kweli kuna akipitia pale mimi akaunti yangu iko na all those the accounts. Kwa hiyo jina la Bwana ni jina. Lakini Daudi aliposimama mbele ya Goliathi alijua ya kwamba wakati ambao nitakuja na ile jina nikiwa kichakani bado anamwimbia nyimbo za sifa. Wakuja na wende na kumwini angai. Naye na experience. Akuja Dubai kwa akoa. Munyako kwa akoa. Hiyo isiwe na within to I invest here. Na wakati ambapo anasimama aitache it must work. When I say in the name of God, in the name of Jesus, you must be healed. Lazima uwe umeomba na ukafunga. Huyo mtu ameomba akafunga, ameomba for 3 days praying and fasting. Kwa sababu anahitaji kitu. Kwa hiyo Bartimayo anaitana, anakemewa, anaitana tena, anakemewa, anaitana. So si eti unaomba once uone kitu imetendeka. You need to pray more. Pray more. So the prayer, maombi will pump faith. When you pray, so prayer pumps faith. Ni kama tu moyo. Ukinuka hivi tu, it is pumping blood. So prayer pumps faith. So after pumping faith, ukiamka na useme, I don't have money, but by tomorrow I'll be having it. You are not joking. You know very well that you have prayed. Hallelujah. So namalizia kwa kusema ya kwamba Bartimayo anafika mbele ya Yesu, anamwambia nataka kuona. Then pona anamwambia imani yako, ile imani naongelelea, imani yako your faith has healed you. Baada ya kupona, kile ambacho kinafuatilia bado hakurudi nyuma, alimfuata Yesu. Akamfuata watu ambao wameona mbali, watu ambao wamefunguliwa macho yao ya rohoni, au ni watu wa kufuata Yesu. Fixing your eyes on Jesus, the founder and perfecter of your faith. Hallelujah. Shida baganda la rabasia la gayande. Nataka tu kuambia Mungu jambo moja usiku wa leo. Tell God you need your eyes to be open. Mwambie Mungu akusaidie kunyenyekea. Mwambie Mungu tu akusaidie kunyenyekea. Nimekuambia kitu cha pili ni imani. Na imani inatokana kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Na nilikwambia ya kwamba tunapanda kwa kuomba na kusoma neno la Mungu. Hilo vitu viwili. Tell God that you need him tonight. Oh God, open the eyes of your people. Fungua macho, na fungue macho. Fungua vijana macho yao, waanze kuwa na maono. Wapendwa, eneo hii haibadilishi tu na watu ambao wamekaa wakikula kila siku. Inabadilishwa na vijana ambao wako na maono. Kanisa hili linabadilishwa na vijana ambao macho yao yamefunguliwa, ambao macho yao ya rohoni yamefunguliwa. Watu wa aina hiyo wanatoka wapi? Ambao wako na uwezo wa kusimama na kusema ya kwamba sisi tutanyenyekea kwa mtumishi wa Mungu, tutanyenyekea kwa sababu kuna kitu ambacho tunahitaji. I'm telling you the truth tonight, that this thing doesn't just happen. This thing doesn't just happen. They are supposed to happen. Things are supposed to happen by people know that you're God, by people who have harmed themselves, by
My people are brave. My people are faith. We don't walk by sight. We walk by faith. We don't walk by sight. We don't walk by sight, but we walk by faith. I'll tell you something which comes faith with this prayer. Somebody pray tonight. Pray tonight, tell God that you need from Him. You expect something from Him. Kama vile Elisha alivyofuata Elijah, alisimama na kusema ninahitaji, I need our portion. Kwanza alinyenyekea, akanyenyekea. Hata kama Elijah anamwambia rudi, kwa sababu anajua anaondolewa, bado anamfuata. Somebody pray. Somebody pray. The Spirit of God is in our midst. Somebody pray. Somebody tell God, you need your eyes to be open. You need your eyes to be open. Tell God you need to have faith. You need to have faith. You need to be humble before God. I need to be humble. I need to be humble. God help your people to be humble. Kiburi kinachomaliza hakitakuwa na uwezo wa kutumaliza. Kiburi kilichomaliza Bwana hakitatumaliza sisi. Tunasimama usiku wa leo na kutangaza ya kwamba sisi tutaishi kwa imani. Sisi tutaishi kwa imani, si kwa kuona tu. Bwana, fungua masikio yetu ya rohoni, fungua macho yetu ya rohoni, fungua masikio yetu ya rohoni. You said we consider what we hear. We need to hear from you every time, every day. God, we need you. Let me tell you something. Let me tell you something. We must wait until 9 months are over. There are people who are waiting. Like the way Tamar was waiting. There are people who are waiting. Kuna watu ambao kuna mimba ya uimbaji, mimba ya kuhubiri, mimba ya kuponya. Lakini I'm telling you the truth, that when we allow things to enter in our wombs, spiritual wombs, when we allow things to enter, bad things, they will bring something we call abortion. My God, hatuhitaji kwenda tu tukisema Mungu, kumbe our womb ilikuwa na kitu, lakini kwa saa hii haina, kwa sababu ya kutokunyenyekea. Kuna watu ambao Mungu ameweka vitu ndani yao, lakini walikosa kunyenyekea. Hata kama kuna mahali ambapo walifanya mambo makubwa, wakakosa kujua hiyo tu ni mimba. Wanahitaji kunyenyekea. Hauhitaji kukimbia mateso, lakini wakati ambapo unakimbia unakuja kupata the abortion has taken place. The abortion, spiritual barrenness. People, they don't fear. The Bible says I am the true vine. Mimi ndiye mzabibu wa kweli. Kwa hivyo kila tawi lisilozaa, Mungu hapendi watu wasiozaa, watu ambao hawezi kuzaa, watu ambao hawana uwezo wa kuzaa, hawana uwezo kwa sababu walikosa kunyenyekea. Abortion took place some years ago. My God, the abortion that took place some years ago, kwa sababu walikosa kunyenyekea. Achili ananyenyekea kwa sababu kwa sababu kuna kitu ndani yake. Hata kama ninateswa baada ya miezi 9, hicho kitu
ikaanza kuonekana baada ya miezi 9. I need to be humble. I need a double portion. I need to be humble before the men of God and before God. Ikiwa watu wangu watanyenyekea, God is saying that. Ikiwa watu wangu watanyenyekea, ikiwa tu watanyenyekea, ambia Mungu akusaidie kunyenyekea dakika 2-3. Tell God I need to be humble. We need to be humble, God. We need to be humble, Daddy. We need to be humble. We need to be humble. Mungu tupatie roho ya kunyenyekea Bwana. Ondoa kisichokupendeza, ondoa kiburi ndani yetu, ondoa kiburi ndani yetu, ili Bwana ukatutumie, so that God, you can use us in a mighty way. God, my Father, kama tuondolee kiburi, ondoa vile vitu ambavyo havikupendezi katika moyo wetu. Ila tu mikono yako, shukuru Mungu kwa hilo neno. Shukuru Mungu kwa hilo neno. Lord, you have spoken with our hearts. You have spoken with us, oh God, tonight, that we need to be humble for our eyes, spiritual eyes, to be open. We need to be humble. God, help us. Help the church to be humble. Help the church to be humble. To be humble before you. To be humble before the man of God. To be humble before you. So that, God, you can hear their prayers. So that you can hear their prayers and heal our land and heal them, my God. My Father, help us. Ninahitaji kunyenyekea. Baada ya kunyenyekea, Bwana nipe roho ya kunyenyekea. Bwana nipe roho ya kunyenyekea Baba. Ela Baba kaya. Yoshala takasika tapa. My God, I am nothing without you. Jua Bwana atatengeneza njia. Jua Bwana atatengeneza njia. Atatengeneza njia. Atatengeneza njia. Najua Bwana atatengeneza njia. Najua Bwana atatengeneza njia. Atatengeneza njia kwa ajili yetu. Atatengeneza njia kwa ajili yetu. Najua Bwana atatengeneza njia. Najua Bwana atatengeneza njia. Atatengeneza njia kwa ajili yangu. Atatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Atatengeneza njia kwa ajili yangu. Sing it from your heart. Najua Bwana atatengeneza njia. Najua Bwana atatengeneza njia. Atatengeneza njia kwa ajili yangu. Atatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Baba, najua Bwana atatengeneza
anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, sing it from your heart. God is making a way in your life. God is making His way in your life. God is making His way in your ministry. God is making a way in your worship. God is making a way in your preaching. God is making a way in your worship. God is making a way where there is no way. Those people, they might be a chance of prophet. Those who are not expecting that, but one day they will come and humble themselves. They will humble themselves. Watu wanaacha Paulo, wanajiunganisha na mambo ya ulimwengu huu. Tito anaacha. Watu wengi the book of Timothy wanaacha. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Luke cha Timothy, the second Timothy, anasema ya kwamba ni Luka tu ameachwa hapa. Ni Luka tu niko na yeye. Hao wengine kwani wameenda wapi? Wengine wameenda Dalmatia. Tuko na Grace ameenda kwa kazi yake. Kuna watu ambao wamejishikanisha na ulimwengu huu, wakaacha kunyenyekea. Paulo anakimbia kwa shida, hawataki kwenda na yeye. Basi Paulo anasema niko na Luka hapa, na anamwambia ya kwamba ukienda usimwache back, kwa sababu yes, useful in my ministry. There are people who are useful here. There are people that can worship God in spirit. There are people, the secret is out. Timothy anaenda Paulo is going to Macedonia, lakini Timothy kijana wake anamwambia baki. Kuna watu ambao wanakuja with their wrong doctrine. Kuna watu ambao wanakuja with their wrong doctrine to teach the people. Lakini Paulo hataki watu wakidanganywa. Ndio anamwambia Paulo, anamwambia Timothy utabaki. Basi Timothy akabaki pale. Kunyenyekea. Timothy akiwa mahali pale, hata kama ungetokea pepo, atakuwa na uwezo wa kufanya kwa sababu amekuwa humble before the power.
anakuja kufunza vitu ambavyo haviambatani with the true gospel. Anamwambia Timotheo baki, na bado anabaki, kumaanisha kwamba ana trust. He is worthy, he is useful in the ministry. He is useful in the ministry. People are useful in the ministry. Watatoka wapi kwa kanisa hii? Watu ambao they are useful. Kanisa pastor akiwahitaji wa praise and the worship, wako na uwezo wa kusimama na kuanza kumtumikia Bwana. Watatoka wapi? Timotheo anabaki. Kama pale kumetokea pepo, hakuna mtu mwingine angeweza kufanya. Alikuwa hapo mfupa. Ni yeye tu. Angefuata venye Paulo alikuwa anafanya. Unafuata venye mtumishi wa Mungu anafanya. Elisha anafuata Elijah. Vile ambavyo anafanya, watu wanasema na roho ya Elijah iko juu ya Elisha. The spirit of the man of God will be upon the pillar. Watu wengine wameacha kuvumilia na Paulo. Watu wengine wameacha kuvumilia. Paulo hata kama anashida kwa shida, ilifika wakati watu wanamwacha. Anaanza kukumbuka mahali ambapo aliacha tumbo lake. Wakati mahali ambapo aliacha koti lake. Anatumana. Wale ambao anawatuma ni watu ambao wamenyenyekea. Anamwambia usimwache Marko. Usimwache Marko. Kwa sababu Yusufu ananivaa mimi, na si kunivaa mimi tu, katika utumishi. Mungu anauliza makanisa, wako wapi watu ambao wanaweza, ambao wanafaa katika utumishi, ambao wanafaa. Sio kila mtu wa kanisa, but people are useful. Watu ambao wanafaa, watu ambao wanafaa. Lift up your hands and pray for you. I will make a prayer of faith that will be useful. Utakuwa mtu wa maana katika kanisa hii. Vijana wa kanisa hii, wamama wa kanisa hii, watakuwa wa maana. Sio watu wa kujiakiwa. Basi akiwaacha, wako na uwezo wa kufanya. Basi akiwaacha, akienda kuhuduma mahali pengine, wakikaa hapa, watakuwa na uwezo wa kuhubiri kama yeye. Ile ambavyo wanahubiri, not a wrong doctrine, no. Not a wrong doctrine. These are people who are humble. Nimeishi hapa na pastor. I am able to preach. I can be able to do what the pastor anafanya. Ni kwa sababu I am humble. Paulo anaenda Makedonia, anamwacha Timotheo. Anamwamini kwa sababu amenyenyekea. Maybe wakati hiyo Paulo hayuko, kungetokea tu pepo ama watu wanaleta shida. Timotheo yupo. Shida ikitokea kwa kanisa, watu wako wapi ambao wanaweza kusimama na waseme, we are here for the ministry. God is asking to his church. Watu wako wapi ambao wako na uwezo wa kusimama? Mungu anatafuta wakati. The people are useful. Guys who are useful. Wamama ambao wako tayari. Wazee ambao wako tayari. Vijana ambao wako tayari. God is asking. Ni watu wetu ambao wanataka kuwa useful. Nyenyekea tu. Watu ambao wako useful. Vitu ambavyo tunahitaji vya rohoni ni vigumu sana kuzipata kama hatutanyenyekea. Ni vigumu sana. I need to be humble. I need to be humble. When I preach, I need to be humble. Ili niweze kuhubiri kile ambacho Mungu anataka nihubiri. I am humble. God is seeking for people who are humble. God will use them. Usikae kama Tito. Usikae kama wale ambao watu waliacha Paulo, wengine wakaenda Thessalonike, wengine wakaenda Dalmatia, wengine wakaacha Paulo kwa sababu ya shida. Sasa Paulo anaangalia ni watu wepi wale nimebaki nao. Anaangalia pale, anaona ni Luka peke yake. Akiona Luka anafikiria Marko. Kama mtumishi wa Mungu hawezi kufikiria, bado kwa mbali na kuwa hapo. Mtumishi wa Mungu lazima kufikiri.
aseme ya kwamba kweli hata kama yuko mbali, wende Mungu anasema hata kama soe bisho hayuko hapa, kuna kitu ambacho alifanya nikajua ako hapo. Ni kitu gani ambacho amefanya ambacho Mungu ako na uwezo wa kusema kweli mtoto wangu ako hapo? Maturity does not come with an age, but with the acceptance of responsibility. It doesn't matter the age you have, so far as you are responsible, so far as you are humble. Watu walianza kuongea leo, unapaswa kuwa ukihubiri. Lakini anasema I'm waiting until 9 months are over. Nitangoja mpaka miezi 9 ishe. Kwa hivyo mimi ninakaa chini ya Paulo. Kuna kitu ambacho nahitaji. Sio bure, sio bure, sio bure, sio bure. Sio bure. Nitangoja hata kama watu wanasemaje. Nitangoja mpaka miezi 9 ishe. Nikuwe na uwezo kusema hiki ndicho nimepata kwa wokovu wangu. Sio kukaa kama zamani. Unangoja for 20 years. You are a virgin. Kwa kukosa kufunguliwa macho ya rohoni. Unakuja kulia baadaye. My God, you start crying. What has happened to this lady? Spiritual eyes. Lift up your hands above your head. Lift up your hands above your head. Lift up your hands even if you are sitting. Kama umeketi tu, inua mdomo wako tu. As a sign of surrender before the Lord. Baba, nakushukuru kwa ile neno lako. Nifuatilie katika mioyo ya hawa watu. Na Baba ukanitimize tu sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa Roho Mtakatifu. Asante Baba. Wewe ni Mungu wa ajabu. Tusaidie kunyenyekea. Tusaidie kuwa na imani. Ili Bwana tukue na uwezo, tukue watu wa maana, watu wa kutumika katika nyumba lako. Baba, nakushukuru. Pokea sifa, imeniwa na ukatukuzwe. In Jesus' name we pray. Somebody celebrate Jesus tonight. Celebrate Jesus tonight. Hallelujah. It doesn't matter how we started. It doesn't matter jana ilikuwa aje. Oh my God. Shalabayani. Bwana Yesu asifiwe. When you start the race, it doesn't matter how you start, but the end matters a lot. The end matters a lot. Elijah alianza kwa kulia, kwa kutoa vitu vyake vyote. Watu wanamnenea vibaya, baadaye anakuja kutokea. Mwisho wa jambo ni jema. Siku kitu ambacho unaanzisha, so far as you are with God, itaisha vizuri. Kwa hivyo Mungu amekufungua macho yako ya rohoni. Kitu kile kinachofuatilia, kuwa mtu wa maono. Fikiria mambo ya juu, fikiria mambo ya rohoni, acha kufikiria mambo ya mwili, na Mungu atakusaidia. Celebrate Jesus. As I welcome the man of God. Welcome, welcome. Celebrate Jesus as he comes. Hallelujah, hallelujah.